That's called the ICE. Biko wanakamata watu banawatia magari na banabadiporte kwa nchi yao. They arrest people and put them into the car and deport them to their original country. Na wakati wanakukaribia wewe, and when they reach you, abatajua kama uko na madokima wala na madokima. They will not know if you have documents or you don't have. Abatajua kama ulikujaga hapa kihalali ama ukujaga kihalali. They will not know if you came here officially. Batakwambia uko mkimbizi, mama hapa saini karatasi hapa. They will only tell you that as a refugee you have to sign this paper. Na wewe tu unaona ni polisi na hujako Kiingereza. And since that you are a refugee and you don't know English, unaweza ukasaini hiyo karatasi. And you can sign that paper. Na ukisaini banakudeporte. And if you sign that paper and straight away they deport you. Au polisi anaweza kuja kwa mlango yako. Even the police can come in front of your door. Anagonga mlango. And knock the door. Unachungulia lakini unaona ni polisi. And you check in from the door and you see the na unaona wanaandika ICE. And you see on her clothes they write ICE. Juu yako hujui sheria za Marekani, unaweza kufungulia mlango. Because you don't know about the American laws and you can open the door. Akaingia mnyumba akamwambia usinye hapa tunakuja kukamata tukurudishe. And you can go to in the house and tell you to sign. Na akakwambia tuko na haki tunatuma wetu kukamata wewe. And he tells you that I have the right to come and arrest you. Juu hujui sheria, unaweza kukubali tunakudeporte kwa nyumba. And because you don't know about the American laws and you can do that. Najua sisi wote tuko wakimbizi. I know all of us here are refugees. Tulikuja Marekani sawa refugee. We came here by the way of refugees. Hata kama sisi wengine tushakuwa citizen ya hapa. Even as who have become citizen here. Lakini hata wewe mkimbizi ukiwa Marekani kisheria. But before you come here, you know that you have to know the law. Kwa hiyo hawa polisi ba ICE. But this police that's called the ICE. Bakikuya kwako. If they come to your home, uko na haki ya kutokusinya dokima yoyote. You have the right of denying signing the paper. Uko na haki ya kutokumfungulia mlango, aidia mlango anambia siwezi kufungula mlango labuda uniletee karatasi ya kutoka kukoti. You have all the right to don't open the door for him. Ndio maana tumefanya umakadi. That's why we have made this card. Huku ni kwa Kiswahili. This side is written na huku ni ya Kiingereza. And this other side. Kwa juu ujue haki zako wewe. Because you have to know your rights. Hata kama ni polisi anapea kuuliza maswali. Even if it's a police you want to ask you some questions. Uko na haki ya kumwambia sitasema kitu yoyote na wewe. You have the right to tell him that I have nothing to talk to you. Amen. Amen. Kwa hiyo kila mtu achukua kakari ya kwetu na ukasome. So everyone who will have this. In case kama kitu yote kitokea namna hivyo. So in that case sometimes something can happen to you. Ujue usijisimamia. You have to know how you can stand on your problem. Amen. Amen. Au namwambia sitaongea na wewe kitu. Unaomba hata namba yangu na nipigia kwanza mie. Or you can tell him that no, I don't want to talk to you anything. Amen. Amen. Bas, tutapana hizo kadi baadaye. Okay, I will distribute this paper soon. Mungu ambariki sana Pastor Megan kwa kutusaidia na hizi karatasi. God bless you Pastor Megan to help us from this paper. Amen. Amen. Do you want to say something? Okay. I just want to say that this is a sad time for America. Huu ni muda ambao si mzuri hapa Marekani. There are things that are uncertain. Kuko jambo fulani ambao linazunguka. But most of the people here want you here. Lakini watu wote walio wengi hapa Marekani wanawataka nyie kuwa hapa Marekani. So don't let the news and things that you hear make you feel afraid. We want you here. Lakini usiache mahabari na vinginevyo ambavyo nasikia vikuweke na wasiwasi.
usijali, sisi tunawataka nyinyi kuwepo. And if you ever need any help or run into ice or anything like that and you need help, please come to the church. Come get in touch with us. Na kama unahitaji msaada wowote ule pia kulingana na hao ice nini, tafadhali sana njoo hapa kanisani. In case if they make a mistake, you're allowed to be here. You are supposed to be here. But if they make a mistake, you have rights. Labda wao wanaweza wakawa wamefanya kosa, lakini wewe unajua kwamba uko na haki ya kuishi hapa. And you are not alone. You are a part of a big church. Unajua kwamba hauko peke yako, uko pamoja na kanisa. Amen. Amen. Ndio tupunguzie kidogo sauti ya hii microphone. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Na Bwana unipatie masikio tu kwa dakika 20. Please, I would like to bow me your eyes in 20 minutes. Au 25 tu. Or 25 minutes. Nitakuwa nashuka hapa. And I'll be end by then. Ninaamini hii neno Mungu alipenda wewe usikie leo. I know that this word God would like you to hear. Na itakubariki na itakusaidia maisha yako ya kiroho. And will bless you and help you all over your life. Kama utatega masikio bien. If you lend me your ears. Tutasoma kitabu cha Luka. We're going to read the book of Luke. Sura yake ya 7. Chapter 7. Tutasoma mstari wa 11. We're going to read the line of 11. Tutaishia 13. To 13. Kisha tutaendelea baadaye. And then we will continue. Amen. Luka sura ya 7 mstari wa 11 hadi 13. Neno la Mungu linasema. Baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini. Na wanafunzi wake walimfuata naye pamoja na mkutano mkubwa. Na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anayechukuliwa nje, ni mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane. Na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomwona alimwonea huruma, akamwambia usilie. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Sijui kama mlifuata hiyo maandiko mzuri sana. I don't know if you got well this scripture. Mimi napenda nirudilie tena. I would like to repeat it again. Ase baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini. And then after that he went to a town that's called Naini. Na wakati alikuwa anaenda, asili wanafunzi wake walikuwa wanafuatana naye pamoja. And at the time he was going, he was along with his disciples. Na alikuwa tu wanafunzi wake, lakini alikuwa na umati mwingine mkubwa alikuwa anamfuata. And it wasn't only his disciples, but other people were there along with them. Walikuwa wanaenda kwenye mji gani unaitwa Naini. They were going to a city that called Naini. Sasa walipokaribia lango la mji, when they came close to the city, aseme hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje. And there was someone that was taken outside. Maiti ni mtu wa kukufa. Amen. The dead that was taken outside. Palikuwa na maiti ambayo ilikuwa inachukuliwa nje. It was a dead that was taken out. Sasa hii maiti hii, and this dead, ilikuwa ni mwana pekee ya mamaye ambaye tena ni mjane. It was the only child of a woman that was without a husband. Na watu wa mji ule walikuwa pamoja na huyu mama mjane. And the people in the city were all together with that woman. Bwana alipomwona, and when God saw her, akamwonea huruma, and he felt pity to her, akamwambia, and told her, usilie, don't cry. Kichwa cha neno cha jioni ya leo, and our head of our Lord today,
kinasema hivi, says, usilie. don't cry. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Usilie. Don't cry. Hii sauti ni sauti ya Yesu. This voice is Jesus' voice. Yesu wakati anaona huyu mama mjane, When Jesus saw this woman ambaye alikuwa na mtoto mmoja tu, who had the only one na child, huyu mtoto wake tena anakufa, and her child, at the time they came to take the dead to go to burial, wakati wanataka kumzika sasa, at the time they wanted to go to ndio burial, wakati Yesu naye anatoka upande na wengine umati wa watu. at the same time, or the time that Jesus came with all the crowd of people. Lakini Biblia inasema hivi, But the Bible says, huyu mjane alikuwa na mtoto, the woman without a husband who had a child, mwenye mtoto wake anakufa, who was a dead child, alikuwa na ingine kundi ya watu, she had a crowd with her, nao liko wanamlilia. and all of them, they were crying with her. Hebu kidogo punguza mikrofoni na kidogo, ndio tusikie bien. Lakini Maria alikuwa na hii kundi nyingine kwa kumsaidia. But even if she had another group of people, Aba watu hawakuweza kufufura huyu mtoto. those people, Kutusaidia. they were not able to help her. Ulitegemea familia yako. You are expecting your family. Familia yako iko pale. Your family is not Lakini there. haikutoi kwa ile shida. I can't take you out from that Ulitegemea problem. labda watu wa kanisa. You expect people from your church, Lakini ile shida yako iko pale pale. but your problem still there. Watu wa kanisa nao The church members, hawakutoi pale kwenye ile shida hiyo. they can't take you away from that Lakini problem. leo napenda kutangazia kuna mtu mmoja. But today I want to Mwenyewe tell you alienda that huyu there is mama one person, msilie. the one who told that Leo anakuja stop. kwako. Anakuambia juu ya tatizo yako. He comes to you and tell about your problem. Usilie. He tells you don't cry. Kama wewe tatizo yako ni kazi petete. And even if your problem is job, Au tatizo yako ni kupata mchumba. or your problem is to get a Na basi bride, kumeo kwa mariazi so yako. that one day you can celebrate Au your tatizo life. yako uko na plan fulani yenyewe uko na jaribu haibambike. Or your problem is you can try something but it doesn't work. Usitegemea kuna mtu anataka kutoka kwa ile tatizo. Don't think that there is someone who will Kuna help mtu you. mmoja tu There is only one ambaye ni person Yesu Kristo. who is Jesus. God yuko na uwezo wa kukutoa pale kwenye huko. Is the one who can do everything in your life. Haleluya. Hallelujah. Asema huyu mama yuko anapenda mtoto wake. And this woman is crying for Anaanza her enda child. kumzika sasa. And they were still going to bury Lakini him. mama watu wote wanashinda kumlisha mtoto. But all the people around her, they couldn't be able to Mama rise. anaangalia uje mtoto wangu tu wa pekee. And the woman said, this is the only child I Sina have. mwingine I tena. don't have anyone else. Lakini hakuwa na msaada mbali wa watu wote. But she didn't have any other help around those persons. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Asema wakati Yesu alimwona huyu mama, He said that at the time that the woman saw Jesus, Yesu akamuonea huruma. Jesus felt pity. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Tatizo uko nayo, The problem that you have, shida uko nayo, all problem that you wakati uko have, namsogelea Yesu, at the time that you come close to Jesus, wakati uko namlilia Yesu, at the time that you are crying out ujue Jesus, sema Yesu yuko anaona machozi yako. you know that Jesus is Ujue seeing sema your, Yesu yuko anasikia kilio yako. you have to know that Jesus Na is yeye hearing ndiye your atakuwa na cry. uwezo wa kushanja ile situation yako. And he is the only one who is able to change your situation. Vile watu wanaweza kukuita, At the time that we started to call you, mwenye atachanja ile jina, the one who can change your name bakuite jina ya baraka, and to call you the blessed bakuite name, jina ya yulu. they start to call you Yes, the high Kristo name peke yake. is the only Jesus Christ. Huyu mamai wakati alikuwa mfiwa, This woman that was in a mourning, lakini sasa kutana na Yesu, but at the time they met him, she met Jesus. situation ikashanje. All the situation changed. Hakuitwa tena mfiwa She didn't call the kwa blessed sababu one Yesu alimuonea huruma. because Jesus feels pity to her. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Asema Yesu akamwambia usilie. And Jesus told her, don't cry. Leo wewe baba, Yesu anakuambia usilie. Know that you as father, Jesus tells you don't cry. Wewe mama, Yesu anakuambia usilie. You mother who are here, Jesus tells you that don't cry. Labda maisha yako ingaliki ya gauche droite, Maybe your life still in left to right. au ya destabilize mzuri. Your life is not stable yet. Usilie. Don't cry.
kwa sisi wakimbizi. For us as Hiyo wakati kwa wakati mgumu sana. this time is a very hard time. Kwa wahamiaji wengi hapa Marekani, For the immigrants in America, wengi sasa hivi wako kwenye muda ambao wengine hawatoki tena nje. all of them, they are still in their house. They couldn't go out according to the situation Kwa sababu wanaogopa nikitoka labda nitakamatwa. because they are afraid and tell that when I go outside, maybe they can arrest me. Lakini Yesu Kristo alikuwa msaada wako. But Jesus Christ is your heart. Yesu ndio kimbilio letu. Jesus is your Na refuge. niko na uwezo kushanjia situation ya maisha And He yetu. has all the power to change all our situations. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Aseme baada ya Yesu kumwambia huyu mama usilie. And that's after Jesus told her, don't cry. Mtumishi soma mstari wa 14. Read the 14 nasema, akakaribia akaligusa jeneza. Wale waliokuwa wakilichukua wakasimama. Amen. Akasema, kijana, na kuambia inuka. Yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema. Endelea, malizia. Akampa mama yake. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Aseme baada ya Yesu kumwambia huyu mama usilie. And then after Jesus told the woman, don't cry, Akasogelea ile sanduku. and he go closer to the Ule coffin mwenye mlikuwa ule mtoto. where their child Akamwambia was, mfungule hii sanduku. and told them, open this Wakafungua ile coffin. sanduku. And they opened their coffin. Yesu And Jesus akamwambia ule mtoto. told that child, Aseme wewe mtoto, you child, amuka. wake up. Na ule mtoto pale pale And at the time, akaamuka na akaanza the kusema. child rose and started to talk. Praise the Lord. Yuko huyu mwanaume mmoja tu It's only this man ambaye iko na uwezo who has the ya power kulamusha venye vinalala, to rise the one ya who kulamusha lives, venye vinakufa maisha yetu. to rise those that Inawezekana die maisha in yako. life, who can change your life. Kuna vile venye vilisha kufa, There are those who are dead already. kuna vile venye havieni tena. There are some things that are not going anymore. Uko na force pour que vitu viende, You are forcing so that your things goes. lakini vitu havikamati. By all your things doesn't Leo go. ninakutangazia Today I tell you, kuna huyu mwanaume Yesu there is Kristo the only man ambaye anafufuka wenye walikufa. who raised the Iko na dead, uwezo kufufua situation yako who has the power to change all your situations na ukatembea tena. and to rise and be able to work again. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Inawezekana labda wewe ni mtoto ndio anakuletea tatizo. Maybe there is a child who brought the problem. Uko na to you. bezwe uko na mtoto. You have you need a child. Mwenye anapeleka watoto ni Yesu Kristo. The one who give the child is Jesus Christ. Inawezekana wewe mfamilia yako watoto yako ni tatizo kwako. Maybe in your family, your children is your problem. Ulibazala na bapenda. You brought them in this world and you Lakini love leo them. unaangalia mwana wanakuwa tatizo. But when you look at them, you see that there are problems to me. Huko mwanaume mwenyewe alikuwa anashanjia situation kama na There is hiyo. someone who changes the Na huyo situation. mwanaume ni Yesu Kristo. And there's someone is Huyu Jesus Christ. mtoto huyu mama alikuwa alishakufa. This child was dead already. Alikuwa alishapotea. He was already lost. Lakini alirudia tena katika uhai wake. But he came again and he was alive. Na wakamrudisha tena mama yake. And they took her to her mom. Amen. Amen. Tusome mstari wa 16. Let's read the verses 16. Tukuza Mungu, wakasema, nabii mkuu ametokea kwetu, na Mungu amewaangalia watu wake. Amina. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumshangilie Yesu kwa makofi na vigelegele. Kwa sababu anastahili sifa na heshima. Because he is everything. Aseme sawa mtoto alifufuka. They said that at the time the child was rising, Mwenyewe alikuwa ameshaenda pelea kwenda kuzika. the one who they started to go back, Akashangaa anaanza kusema he tena. was surprised that the child started to talk. Na wakamrudishia mama yake. And they took him to his Aseme mom. batu bote bakashangaa. And all the crowd was Batu surprised. bote bakastaajabu. All the crowd was surprised. Ninakwambia mpendwa, I tell you that, kama utaendelea kusimama na Yesu, and
continue to depend on Jesus, watu watashangaa maisha yako. one day people will surprise you. Na siku watu watakuangalia baamini tena kama njoo wewe. There are some days people will ask themselves that it's you or not. Kuna wengine wanakuja kusema mubaya. There are some who that bad things to you. Kuna wengine wakikuona wanakupatia jina ya mubaya hiyo situation yako. There is others that see when they see you they start to tell you bad. Lakini Biblia yangu inasema kwamba My Bible says hawa watu walishangaa. all those people were surprised. Kuna wakati watu watakushangaa. There will be some time people. Kuna wakati watu watashangaa watoto wako. There will be some time people. Kuna wakati watu watashangaa maisha yako. There will some time people will be surprised with your life. Endapo kama utajiweka karibu na huyu Yesu anayefufua maisha ya watu. When you will be close with Jesus, the one who was Endapo kama utashikamana na huyu Yesu ambaye anajua kubadilisha situation zetu. When you stand at the same way with Jesus, the one who has power to change all your life. Lakini ukijitenga na huyu Yesu, but if you separate from Jesus, ukikuwa mtu wa mguu mmoja ndani mguu mmoja nje, if you become someone of one leg in one leg out, au simami kikamilifu na Yesu, you don't stand with Jesus, itakuwa nguvu sana maisha yako kubadilika. it will be so hard for your life to change. Ndio utakuwa na maisha yako ni pale pale. So you will be see that your life will be at the same way. Unajaribu kwenda lakini uko narudia nyuma. When you try to go forward but you go back. Lakini leo mimi nakushauri. But today I advise you. Umtegemee huyu Yesu kikamilifu. You have to depend on Jesus. Umkabidhi huyu Yesu situation zako zote kikamilifu. You have to take all your problems to Na ile Jesus. machungu ya ndani ya roho yako ingine uisemaki. All your heart that is in your heart. Leo kwa siri umpatie nayo Yesu. Today you have to take all those to Jesus. Ninakuhakikishia atashanjia maisha yako. I tell you for really Jesus will change your life. Atabadilisha jina yako. He will change your name. Ule alikuwa anaitwa maiti ataitwa tena mzima. The one who be called dead, that he be called alive person. Bila bilikufa maisha yako vitafufuka tena. Those who are already dead, they will be alive again in your Watoto life. yako bado uko unaona wanakuwa problem. Watakuwa ndio solution na msaada kwa maisha yako ya kesho. Your children that you saw that there's problem to you, you will be seeing that they are good things in your life. Lakini unatakiwa usimame kikamilifu na huyu Yesu. But I would like you to stand Jesus Christ. Unamtakao umtegemee 100%. I want you to depend on him 100%. Ili kwamba na yeye So that him, akafanyie kuwa msaada kwako. so that he becomes a help to you. Akafanyie kuwa solution ya nyumba yako. So that he becomes a solution in your house. Hakuna kitu kile mwanadamu anaweza kuweza bila assistance ya huyu Yesu. There is nothing that you can do yourself without Jesus. Ndio maana huyu mama ameleta alikuwa na kundi ya watu lakini mtoto wake alibakia kukufa tu. That's why this woman, even if she had a crowd of person, but her child died. Kuna masituation nyingine hata uko karibu na pastor sana habitaenda kama wewe mwenyewe personnellement haumtii Yesu mbele maisha yako. There is some situation, even if you fast a lot, but it doesn't go well. Kuna vingine hata unakuwa mkanisa sana lakini kama usimami kikamilifu na Yesu hakuna kile kitabadilika. There are some situations, even if you come every Sunday to church, but your situation still like that. Leo ukamate shauri. Today you have to take this advice. Ya kumsogelea huyu Yesu. To go closer to Na Jesus. kumwamini kikamilifu. And trust him. Na kumkabidhi matatizo yako kikamilifu. And to take all your situation in him. Biblia inasema habadiliki yeye yule jana leo hata milele. The Bible says he's the one who doesn't change from now, tomorrow and forever. Kwa hiyo ile yeye alifanya kwa huyu mama anaweza kuifanya kwa maisha yako pia. Know that there is something that he does to this woman, he can do it to you too. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Tutasimama tuombe Mungu. Please stand up to pray God. Acha tuombe pamoja. Let's pray together. Tumwambie Mungu ile haja ya moyo yetu. Let's tell God all. Kama aliweza kubadilisha maisha ya huyu mama, if he was able to abadilishe na maisha yangu. Tell him to change your life. Kama aligeuza machozi ya mama yakakuwa furaha. So if he changes the tears to be joy, ageuze machozi yako kuwa furaha. Let him change your tears to be joy too. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Cha kutumaini sina
ila damu yako Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, kwako Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, yeto mwamba salama kwa maisha yetu, hakuna mwingine, kwako Yesu twasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba. Pale kwenye upo mwambie Mungu ndani ya moyo wako kile ni haja ya moyo wako. Where you are, anza kuomba. Mwambie Mungu kile kenyeje susi yako. Tell God what kile is your machozi kwako. Mwambie naye alete kioko furaha. Tell God so sema na Mungu wako. Umwambie Mungu katika jioni ya leo. Tell God, Baba, tunakuja mbele zako kama kanisa lako. Biblia inatuambia kama wewe ubadilikaji. Wewe uko ule ule jana na leo hata na milele. Kwa hiyo jinsi ulitenda na huyu mama, alikuwa alishapoteza Mungu wa majeshi mtoto wake wa pekee, lakini umemrudishia. Kanisa lako tumepoteza mengi katika maisha yetu. Tuna vingi tumepoteza, tuna vingi tunakosewa, tuna vingi tunahitaji, tunapenda na sio kubadilisha. Machungu yetu ikwe furaha, machungu ya huyu baba ikwe furaha, machungu ya huyu mama ikwe furaha, machozi ya huyu kijana ikwe furaha, wengine machozi yao ndani ya ndoa zao. Yesu lete amani katika jina la Yesu Kristo. Sema asante Baba, wewe ndio unabadilisha katika jina la Yesu. Badilisha mambo Yesu, badilisha Yesu, tukikuamini na tunaomba ni katika jina la Yesu. Tunakushukuru mtakatifu wa utakatifu, tunaamini ya kwamba ulisema tukiomba kwa imani na wewe utatenda, na sisi tunasimama hapa kwa imani tu, japokuwa hatukuoni, lakini tunakuona katika maandiko matakatifu. Tunasimama kwa imani, tunaamini ya kwamba utabadilisha situation ya kila mmoja wetu hapa, utabadilisha machozi ya kila mmoja wetu hapa, na itageuka tena kuwa furaha, itageuka tena kuwa furaha katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba hivi tukiamini mjina lako takatifu. Amen. Amen. Na Mungu atubariki sana. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. In the name of Jesus. Nashukuru sana kwa neno la Mungu ambalo tumelishwa. I thank you so much for the word that we heard today. Neno la kutia faraja sana. The word that makes us feel happy in our heart. Kwa hiyo unaambiwa kwamba usiendelee kulialia. So you are told that stop crying. Katika shida zako zote mpe Mungu naye atatenda. In all your problems, tell God and He will help you. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. God bless you, the servant of God. Tunafika kipindi cha kuweza kusikia matangazo. It's a time to listen for the announcement. Kwa hiyo tunamkaribisha mhusika wa matangazo, karibu kwa kupatia matangazo. So we welcome the in charge of announcement for the announcement. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ni muda wa matangazo. It's time for announcements. Tangazo letu la kwanza. Today's announcement. Tunatangazia watu wafuatao kisha ibada watabakia. For the people that I'm going to name are going to stay after church.
kuna Pastor Lwango, There is Pastor Longo. kuna Pastor Amisi, There is Pastor Amisi. kuna Mama Louise, There is Elder Luis. kuna Mama Salima, There is Mama Salima. kuna Mama Yalala, There is Mama Yalala. kuna Mama Viki, There is Mama Vicky. kuna Mama Mlebinge, There is Mama Mlebinge. kuna Mama Kapinga There is Mama Kapinga. na sekretari wa kanisa. And the secretary of the church. Tangazo la pili, Our second announcement. tunatangazia kwamba tarehe 19 mwezi wa 4 It's about the 19th of April. kutakuwa na kikao cha wachungaji na viongozi wote wa kanisa katika kila idara. There's going to be a meeting for the pastors and the leaders of the church. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Tangazo la tatu, Our third announcement. tunawatangazia kwamba tarehe 10 mwezi wa 5 It's about May 10th. kutakuwa na mkutano wa wamama. There's going to be a service for the moms. Women's conference for the moms. Yeah. Kwa hiyo bado kuna muda ambao wamama mtajitahidi kuendelea kuwa najiandaa kwa ajili ya mkutano huu. So there's time for you guys to prepare for your conference. Tulitaka tuwatangazie ili mkae mnajua kwamba tarehe hizi mwezi tutakuwa na mkutano wenu hapa. Kwa hiyo ndo mjue namna gani ya kutaniwa na jiandaa. We wanted to say it early so you guys could have time to prepare. Tangazo la 4, Our fourth announcement. tunatangazia kwamba tarehe 20 mwezi wa 4 It's about the 20th of April. ni sikukuu ya Pasaka. It's about Easter. Yeah, sikukuu ya Pasaka. Na siku hiyo sote tutajumuika kwenye ibada moja. And that day we're all going to be in one service. Na hiyo ibada itakuwa ni asubuhi. And that service is going to be the morning service. Tangazo la 5. Our fifth announcement. Jumapili ijayo Next week, Sunday, tutaanza kile kipindi cha watoto tena hapa. we're going to start the children's gospel that we was doing before. Nafikiri hichi ni kipindi ambacho tulikuwa nacho, I know this is a step that we had before, lakini ikawa kimeahirishwa kidogo. but it was paused. Kwa hiyo kuanzia wiki ijayo tena tunakianza hicho kipindi. So starting next week, we're going to start. Kwa hiyo tunatakiwa kuleta watoto So you're supposed to bring your children kila siku ya Mungu ili angalau wakuwe na hudhuria mafundisho yao. every Sunday so that they can be here for the children's gospel. Tangazo la 6. Our sixth announcement. Nafikiri ni tangazo tunalirudilia, lakini limeshaongelewa, ni kuhusu dada yetu Sofia. We already said this, but it's about our sister Sophia. Kama jinsi alivyotangaza kwamba ataenda kwake, lakini hapa wanaweka na tarehe kwamba tarehe 23 huu mwezi wa 3. This month, the 23rd. Sorry, ni tarehe 22 ataenda kwake. She's going to go to her house. Ndio siku ataenda Basically, kwake. she's Kwa going to hiyo go to her husband. waumini, tafadhali, kwa yule atakayekuwa na muda, mnaalikwa kama jinsi alitangulia kusema yeye mwenyewe kwamba anaalika kanisa. Kwa wale ambao watakuwa na muda, tafadhali sana, mtakutaniwa kule ili kwenda kumsindikiza dada yetu tena mtoto wetu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. So for those who have the time, they can Jambo go there jema. to take her to her husband's house. Tangazo la 7. Our seventh announcement. Leo tumejumuika watu 122. Today in church
The total of the people who are here today is 122 people. Ambao wakubwa ni 56, Where adults are 56 na watoto 66. and children are 66. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo la heri hilo. Bwana Yesu asifiwe tena. Tangazo letu la 8. Naomba tusimame. I want all of us to stand up. Tumefika mwisho wa ibada letu. We've come to the end of our service. Na ambaye atafunga ibada letu ni Pastor Billy. And Pastor Billy is going to close our service today. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Kolo tofumisi yo, kolo tosanzoli yo, yo moto oyambaki biso lokola soso azali kosangisa bana na ye na se mapapu lokumu ezonge epai na yo. Papa ozali koloba sur le chemin de racheter il n'y aura pas de bêtes féroces papa na ngai ngonga ekoki papa ya bana na yo oyo yambaki kozonga na bandako na bango zala nzambe oyo kokitisa makila na yo na talo pona kofinika moko na moko banda poso mobimbo oyo na kombo na Yesu mobikisi papa na ngai yawe Satan azwata makoki moko ta ya kupusana na bandako ya bana na yo pe nzela na bana na yo nyonso papa na ngai misto na ye ezala ya kokanga na kombo na Yesu mobikisi papa na ngai pote nyonso ezaka ta loboko na yo Satan azana tango mukete ya koboto yango papa na ngai mabongisami nyonso ya molili oyo mokili ya moko oyo tozali papa na ngai esili kobongisa papa na sengi moto oyo etumbaki Sodoma na Gomora ekita esikisa yango nyonso likolo na bana na yo na kombo na Yesu mobikisi papa na ngai tikala nzambe mokambi moko na moko na kati na maboko na yo lelo kino libela na kombo ele kino sa kitoko kombo Yesu masito bondeni amen. Amen. Tuwe na amani ya Bwana. Hello, Ocho. Ndio fungo lo ndio tunachimia. Ya fungo lo mfuko leo. Amuriko, alikuwa cheki.